Nimejaribu, nimeshindwa kukuvumilia. Yangu. Niambie wife. Hatima maisha yangu siyaelewi. Uelewi kwa nini? Maana kwenye hii ndoa sina amani kabisa. Mara unalazwa chooni, mara unaota uniue, au kuna kitu ambacho unanificha mume wangu. Nisikize mke wangu nikwambie. Mimi mwenyewe hapa sielewi hatima ya maisha yangu. Baada ya siku 3 zinazokuja, sielewi kitatokea nini. Kwa sababu kuna kitu kikubwa nimekataa kukifanya. Na kitu chenyewe kinakuhusu wewe. Kitu gani hicho mume wangu? Unajua mke wangu, utajiri uache tu. Una siri kubwa. Samahani dadangu, kuna kitu nataka nikuulize. Kitu gani? Kuna siku umepita nyuma ya nyumba yangu na mkawa mnashangaa. Kwani mliona nini? Baba mchungaji alinisimamisha ili tufanye maombi. Kuna kitu hakiko sawa kwenye nyumba yako. Ni kitu gani hicho? Mimi sikijui. Labda umtafute baba mchungaji uongee naye. Nimejaribu, nimeshindwa kukuvumilia. Madam, nimekuja hapa kwako. Nataka nikupe majibu ya vile vipimo. Leo nimepata muda kidogo, nikasema ngoja niende kwa madam kamletee majibu yako. Maana siku ile nilishinda kukupa majibu kwa sababu ilikuwa kuna watu wengi. Ila leo nimepata muda kidogo, nikasema ngoja niende kwa madam nikampelekee majibu yake. Dokta, mbona unajiuma sana? Kwani majibu yanasemaje? Madam wangu, cha kwanza ongera. Hongera sana. Majibu yako yanasema wewe ni mjamzito. Mjamzito? Ndiyo. Mzee Gabu, yule kijana aliyekufuata na kukwambia nitoe kwenye kile chama alikuwaga mume wangu mimi. Hivyo basi, kama bado unanihitaji na kuomba mtoe kwenye kile chama, na mimi nitakukubalia ombi lako. Wow. Kimekulamba Basi sawa. Mimi ndo mzee Gabu. Kauli yangu siku zote ni amri. Nitakusaidia kumtoa kwenye hicho chama. Lakini chonde mama yangu. Hakikisha na mimi napata japo kidogo. Ukija ukuzingua ndio utajua upande wangu wa pili uko vipi. Sawa, nashukuru kama ombi langu umenikubalia. Niambie shemeji. Shemeji, nimekuja hapa na shida moja tu. Namuulizia rafiki yako, maana na siku ya 3 hajarudi nyumbani. Napiga simu kwao, naambiwa hayupo. Jamaa hayupo tena? Maki mwenyewe unaponiona hivi, nilikuwa namalizia kazi zangu ili nifike nyumbani kwake, tena anasema hayupo. Kwa hiyo shemeji, unataka kuniambia rafiki yako hayupo hapa? Hayupo huku. Sasa atakuwa ameenda wapi? Labda ukaangalia kwa wafanyakazi. Ndugu yangu Omari, kwa hapa mimi nilipofikia siwezi. Kwa sababu sioni mwanga mbele yangu, naona giza.
Wakuu wameniambia nimtoe kafara mke wangu, na mimi kumtoa kafara mke wangu siwezi. Hivyo mimi nimeamua nikae kimya, nikusubiri wewe mpaka utakaporudi kutoka safari yako, kwa sababu wewe nisikilize, wewe ndio uliyenipeleka kule. Labda ukienda kuongea nao watakuelewa wewe. Mi nahisi hivyo, labda ukienda kuongea nao watakuelewa. Nimejaribu, nimeshindwa kukuvumilia. Nimeshindwa, ngoja nimwombe Mungu atanilinda. Ila sio wewe ulinioa ili uniue, sikujua. Mbona hiki chama sikielewi? Toka nijiunge kwenye hiki chama naona sura ngeni. Kwani mkuu wa hiki chama ni nani? Mpaka sasa bado nawaza tu. Unachokiwaza mimi nakijua. Kama utahitaji msaada wangu, mimi naweza nikakusaidia. Umefuata nini hapo? Umefuata nini? Ni mara ngapi nakukataza kufika kwangu? Mke wangu akifika hapa atatuchukuliaje? Halafu unaposema kwamba sijui ninachokiwaza unakifahamu, unajua mimi nawaza nini hapa? Kitu ambacho kijui mimi hapa nawaza ni pesa tu. Sina mawazo mengine. Unasikia? Sasa nakuomba utoke nyumbani kwangu. Toka! Toka! Sawa, nitaondoka nyumbani kwako, lakini tambua, kafara unayotaka kuitoa sio sahihi. Kama utaniona wa maana, nitafute siku nyingine nikuelekeze kafara utakayoitoa. Wewe utakuwa mzima na mke wako atakuwa mzima. Huyu anafahamu nini kuhusu mimi? Mbona anaongea kwa kujiamini? Anafahamu nini kuhusu kafara huyu? Ngoja nimtafute. Ukaniambia kwamba kama nahitaji msaada unaweza ukanisaidia. Leo nimekuita. Hebu niambie msaada gani? Leo umeona umuhimu wangu. Mtafute mzee Gabu ndio atakayeweza kukusaidia matatizo yako. Maana hapa kijijini ndio anayetusaidia matatizo tukipata. Bwana samahani. Kuna mtu kanielekeza, kaniambia hapa ndo kwa mzee Gabu. Ndiyo, ndo penyewe. Mzee, mimi hapa nina shida. Mimi hapa ni tajiri, lakini utajiri wangu wa kishirikina. Wakuu wameniambia nitoe kafara mke wangu, na mimi kumtoa mke wangu kafara siwezi. Hivyo nilikuwa naomba unisaidie kutoka kwenye hiki chama. Unahitaji kutoka kwenye hiki chama? Ndiyo. Unafahamu mimi ni nani kwenye hiki chama?
Unataka kumaanisha kwamba kwenye hiki chama na wewe umo? Ndio.